Inaaminika kuwa mitambo ya nishati ya jua ni njia nzuri sana na inayoendelea ya kupata nishati. Paneli za jua hazitumii mafuta na hazitoi gesi hatari. Hata hivyo, mitambo ya nishati ya jua ina mali mbaya sana, wanavunja mifumo ya umeme. Wacha tujue jinsi hii inavyotokea. Wazalishaji wa umeme na watumiaji wameunganishwa kwenye mtandao mmoja wa nishati, ambayo uwiano lazima udumishwe kati ya uzalishaji na matumizi ya umeme. Usawa wa mfumo wa nishati ni muhimu sana. Kupotoka yoyote ya usawa katika mwelekeo wowote husababisha matokeo mabaya. Ikiwa kuna ukosefu wa nishati, vifaa vinaacha kufanya kazi. Ikiwa kuna nishati ya ziada, vifaa vinaweza kuwaka. Mitambo ya jadi ya nguvu, mafuta, nyuklia na umeme wa maji huzalisha umeme kwa uhakika. Wakati wowote wa siku, katika msimu wowote wa mwaka, kizazi chao kinaweza kutabirika. Mitambo ya nishati ya jua hutoa umeme mara kwa mara. Wana mabadiliko ya kila mwaka, misimu na kila siku. Kizazi kinaweza kutofautiana sana wakati wa mchana kutokana na hali ya hewa. Jua lilikwenda nyuma ya wingu, uzalishaji wa umeme ulipungua. Anga iliondolewa, kizazi kiliongezeka. Kwa hivyo, mitambo ya nishati ya jua hunda kizazi kinachofanana na mawimbi na vilele na mabonde yasiyotabirika. Ingawa sehemu ya mitambo ya nishati ya jua ni ndogo, kizazi chao kinachobadilika kinarekebishwa na aina thabiti zaidi za mitambo ya nguvu. Lakini wakati sehemu ya mitambo ya nishati ya jua inakuwa muhimu, huvunja mtandao mzima wa umeme. Hivi ndivyo ilivyotokea nchini Uhispania mnamo Aprili 2025. Umeme umetoweka katika rasi ya Iberia. Mitambo ya nishati ya jua ya Uhispania imezimwa. Ukweli ni kwamba Hispania ni nchi ya kusini mwa Ulaya. Kuna siku nyingi za jua wazi kwa mwaka mzima. Masharti ya uzalishaji wa jua ni bora. Katika miaka ya hivi karibuni, Uhispania imekuwa ikizalisha umeme zaidi kuliko inavyotumia. Uhispania inauza umeme nye. Kiasi cha umeme kinachozalishwa na mitambo ya nishati ya jua nchini Uhispania kinaongezeka kwa kasi. Kizazi kiliongezwa kwa kuunganisha seli nyingi za jua. Makampuni ya nishati huchukua umeme wa ziada kutoka kwa wananchi wa kawaida kwenye gridi ya taifa, kutoka kwa paneli zao ndogo za jua zilizowekwa kwenye paa za nyumba zao. Kwa hivyo, nchini Uhispania, sehemu ya uzalishaji wa nishati ya jua ilizidi 12% ya jumla ya kizazi. Kumbuka kwamba sehemu ya mitambo ya nguvu ya makaa ya mawe imepungua kwa kiasi kikubwa, ambayo hutoa uzalishaji thabiti wa umeme. Sasa tuone kilichotokea. Spring Aprili. Huko Uhispania hali ya joto ni nzuri sana pamoja na atan, pamoja na degree 15 Celsius. Hakuna haja ya kuwasha inapokanzwa au baridi. Jua huchomoza juu zaidi ikilinganishwa na msimu wa baridi. Wakati wa mchana, uzalishaji wa nishati ya jua uko juu zaidi. Paneli za jua zilitoa kiasi kikubwa cha umeme kwenye gridi ya taifa. Gridi ya nishati ya Uhispania imeshindwa kuzima uzalishaji wa ziada. Gridi ya nishati haikuweza kutumia nishati ya ziada. Gridi ya umeme haikuweza kusambaza umeme wa ziada popote. Ukosefu wa usawa wa hatari umetokea. Kizazi kilizidi matumizi kwa kiasi kikubwa. Na kisha mfumo wa kuzima dharura uliamilishwa. Hii ni hatua iliyopangwa tayari na iliyosanidiwa ili isiharibu vifaa vya watumiaji. Umeme ulikatika katika rasi nzima ya Iberia. Kwa sababu kuna paneli nyingi za jua zisizodhibitiwa zilizounganishwa kwenye gridi ya taifa kote kwenye peninsula. Sehemu kubwa ya uzalishaji wa jua usiodhibitiwa na usio na laini ndio sababu halisi ya kuanguka kwa nishati ya Uhispania. Seli za jua zimekuwepo kwa muda mrefu, lakini hazikutumiwa kwa kiwango kikubwa kutokana na ufanisi mdogo na kizazi cha machafuko. Kwa nini Ulaya sasa inasisitiza sana kujenga mitambo ya nishati ya jua ikiwa haina utulivu na hatari kwa gridi ya taifa? Maana Ulaya kuna tatizo kubwa la nishati. Tutazungumza juu ya hili zaidi.